kwenye kila ukoo duniani. Mungu atumie wote, anatumia huyu ili wengine waone Mungu anachofanya, alafu wasikilize, wakopi, waangalie na waabudu Mungu wa huyo aliyeondokea. Lakini kwa sababu tuko kwenye jamii ya Afrika na watu wanapenda ile hali ya kutaka kuonekana umwamba, so they may know exactly in the family nani ameinuliwa, nani ameinuka. We should all gather our strength to be with the person, to stand with the person. Wenzetu Arabu angalau wameelewa kidogo, na Wachaga kwa mbali. Wenye maeneo mengine in the family aliyeinuka ndio anapigwa vita, au watu wako bize kushindana naye. So unakuta kaka mkubwa, kaka mdogo, sijui nani, wote kila mtu anataka kuanzisha cha kwake. Instead of all sit down and say let's keep the blood to render our loyalty to one guy so that we can keep wealth in the family. Baadhi ya nchi za wenzetu wamesogea, wameelewa. God was flowing in the clan, in the family. God was imparting a blessing through blood. Ndio maana umuoni Mungu akimbariki Ibrahim hapo anatoa na kubariki mtu mwingine au ukoo mwingine. No. We only read one guy na ukoo wake na kizazi chake, ili wengine wamuone Mungu kupitia this one guy. Alafu huyu jamaa mmoja ajione amebeba weight ya kusababisha mataifa wamjue Mungu through him. What am I trying to do here? Na kuondolea agenda za kitoto. God wanna make you an icon. God amemuita Daudi, amempaka mafuta kwa ajili ya taifa lake Israel, and yet the same God anamwambia Daudi, niombe mataifa. You are asking for little, ask me for a nation. Na kiduka chako Sinza umekaa pale unasema yoyote atakayenunua haya. Changamoto ni ufahamu wako. Siku ufahamu wako kikaa sawa, maombi yako yatabadilika. Si ajabu hujajibiwa mpaka leo, kwa sababu Mungu anasema hicho sio ninachotakiwa kukujibu. Nikufurahishe. Story ya Yesu kutokea akiwa na miaka 12 mpaka miaka 30. Ile story yote haipo. You know why? Before God anasema yaliyoendelea hapo is not necessary because I didn't call him for that. So whatever that you are praying which is not necessary, God can bypass. Na kuombea kwa Mungu sije kwa unaomba kitu ambacho hujaitiwa. God wanna bless you beyond your Instagram followers. Do not limit yourself from the trends of the social media. Kwamba mimi followers wangu wachache kwa hiyo natakiwa niwafikie wachache. Nonsense. God is able to make you go far. There was no social media, there was no Instagram, there was no Twitter, there was no Facebook, there was no YouTube, and yet Yohana Mbatizaji watu wanamfuata nyikani kwenda kubatizwa bila kipeperushi, bila bango lolote. Yes. God has a way to announce you from everywhere. Badilisha tu agenda zako. He has a way. Have you ever come to realize one day kwamba every person ambaye Mungu alizungumza naye ana kwa ana, he never spoke to them basing on their personal life or basing on their life. Kila alipoongea nao, anzia kwenye Ibrahim, nitakufanya kuwa taifa. Yes. See, the mentality of God from Abraham ambaye ni tasa, Abraham should think of a nation. Yes. So ninapokuambia toka wewe uende paka nchi nitakayokuambia, don't think I'm going to give you food there. Sehemu unayokaa Abraham cannot fit you as a nation. Kuna watu mmekaa nao hapo, kuna watu mmekuwa nao hapo, kuna watu mmeishi nao hapo. Hapo ulipo Abraham, nikikuacha hapo unaweza ukajikuta unahisi au kwa sababu ni wa ukoo wako wakakudimini, kwa sababu familiarity ina tabia ya kuwashusha watu. Mazoea yana tabia ya kufanya wewe ukajiona ni kama wao. Yes. Sasa Abraham ninachokifanya na kutoa katikati yao na kupeleka kwenye nchi ya kigeni. Yes. Kwenye ardhi ya watu wengine. Yes. Alafu nikwambie nitakupa ardhi hiyo. Yes. Wewe na uzao wako. Yes. Alafu kutoka kwako taifa litatokea. The way God think. While you are thinking, vitoto vyako viwili na kodi ya nyumba. While God is thinking, whatever that you want to do, chochote nilichokuwekea moyoni mwako kufanya, I want to think of a nation. Kuna watu wengine ambao ni wapagani. Hili taifa mimi nalipenda. Mungu anawapenda watu. Kwa anasema hivi, nikimpata mtu mmoja ambaye ana hofu yangu, anaweza kuwalipa watu mshahara vizuri. So I want to give you an idea. Nikupe wazo ambalo ukilichakata litengeneze kazi za watu wengine, ajira za watu wengine, uweze kuajiri watu zaidi ya 5,000 kwa mara moja. Every person ambaye Mungu aliongea naye in a mentality of a nation. So favor is for responsible. Today we are going to pray. Yes. And ask God for the grace to accept responsibility. Amen.